hata kama sikufai usoneshe ubaya, no need. Ni mzima mzima, nipe japo nafasi niseme nawe complete. Mi sina jina ila nina upendo wa kweli moyoni. Likupa mtima, ni kweli umeutupa shimoni. Jamani, si unaona mwenyewe navyopambana ili niwe upande wako. Nyumbani mama nanitegemea, na hii ndo dunia taniumiza lo. Haya haikuwa riziki. Haya Feti, naomba kwa siwe sawa, tusipotezeane muda. Sijui unielewa. Nadhani unajua kilichotuleta. Kwa naomba tufanye kilichotuleta tuondoke. Sijui unielewa. Mambo nisogee. Sogea mamangu. Sogea. Feti, hebu kwa serious sawa. Kuwa serious. Moses. Niambie bro, msafiri. Ni muda ndugu yangu. Ni kitambo mwanangu. Toka ile tuna graduate form 4 hadi saa hizi. Ni sure. I say, nilifurahi sana kukuona ile siku. Unajua sikuamini mwanangu. Pale chini. Fuli nilikuta niko vibaya, yani mpaka nikasema huyu jamaa singetokea hapa. Si yote ningekuwa wapi saa hizi mzee. Kwa mzee pole sana. Shukrani sana. Ile tukio lilistua ise. Yaani wewe unajifikiria. Kwanza hata sikuamini kama ni wewe. Unaona? Unajua kipindi nashuka hivi kwenye gari naangalia naangaza naona mtu anafanyiwa kitendo kile. Unaelewa? Sasa nasema nani huyu na kuna shida gani? Unajua mambo ya mjini bana. Lakini kadri nilivyokuwa nasogea ni wewe kumbe ndugu yangu. Ase pole sana. Shukrani, nimepoa sana. Hivi ni dhahiri ulikuwa umefanya ile tukio au ilikuwa kuaje? Wapi mwanangu? Wewe unadhani hata zile pale kulikuwa kuna ukweli wowote? Pale nilifanyia figisu tu. Unajua kuna mzee mmoja hivi ana binti yake. Sasa yule binti yake atokea kunikubali kichizi mwanangu. So unajua tena mimi nikaona zali. Sasa yule mzee naona kama vile kawaseti watu, yani kila nakopita nini ananifanyia visanga ile mimi yule binti asiwe karibu na mimi, unaona? Kila ndo hivyo nishapoa. Sema nini msafiri? Niambie. Mimi kuna kitu kimefanya nikuite hapa ndugu yangu. Ndio. Hivi unajua kwanza mzee wangu mimi akufariki tu ila aliuliwa na watu. Mzee Kipesile! Mzee Kipesile! Sije kukwambia kwa sababu haukuwepo, ulikuwa mbali, lakini mzee wangu mimi aliuliwa. Na kitu kilichomuua mzee wangu ni haya mambo ya milasi tu, kugombania mashamba na nini. Mambo ya rasilimali. Kwa hiyo ndio sababu mpaka mzee wangu mimi akafanyeje? Akapigwa chini, unaona? Alafu sasa unaona yule mwanamke sasa ambaye anafanya mimi mpaka nakuwa kwenye majanga hayo mwanangu. Mzee wake ndo kahusika na kifo cha mzee wangu. Wewe umejuaje? Hiki kitu nimekuja kujua juzi. Unajua wakati nafanyiwa vile visa, huyo mtu alikuwa ananiambia, unajua watu ni watu wa mzee wangu. Sema hawapendi mimi niwe na wewe kwa sababu wewe ni maskini. Sasa siku moja mimi nakuja kuwaona wale watu wananifanyia visanga, wako pamoja na yule mzee. Sasa mimi kuangalia yule mzee ndo nakumbuka hii picha, mbona naikumbuka kwa sababu wakati mimi mzee wangu anauliwa, mimi japokuwa nilikuwa mdogo sana msafiri, lakini mimi picha bado ilikuwa nafanyaje? Inanizunguka kichwani. Kwa nikashangaa tena, ndio nakuja kuvuta picha, kumbe ndio maana na mimi nafanyiwa hivi. Unaona? Mimi wezi amini mpaka yule binti nimemkataa juzi mwanangu. Nimemkataa mwanangu. Japokuwa ilikuwa ni ngumi la nikaona no way out bro. Sasa mimi shukrani nishapoa. Kwa nikawa naomba kidogo kwa sababu wewe umesoma. Unajua tena mimi sijasoma. Tusaidie kidogo hata angalau ile shamba. Unajua tunategemea kilimo mzee. Yaani kwa naishi maisha magumu sana. Kwa hiyo ni kama tu Mungu akuleta. Kwa hiyo nikaona kwa nini simuite mwanangu msafiri anisaidie kwa sababu wewe umesoma kidogo, unaweza kuwa unajua upitie vipi tuweze kupata hata haki yetu irudi mzee. Pole sana ndugu yangu. Shukrani kaka. Pole sana. Unajua hakuna kitu kinauma kama kusikia au kujua kwamba kuna mtu amehusika kwenye kifo cha wazazi wako. Kweli kabisa.
Pole sana rafiki yangu, narudia tena. Shukrani. Lakini sana. Pia hii imenisikitisha sana. Unaelewa? Lakini labda tu nikutoe wasiwasi Moses. Hamna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Unanielewa? Sawa kabisa. Hayupo mtoto huyo mmoja. Shanielewa? Nakuelewa kaka, nakuelewa. Ya, sasa kuna watu wanaweza kujikuta labda mtu ana nguvu ya pesa kidogo. Inafika sehemu anaona labda yeye ndo kila kitu, anaweza kufanya chochote na hamna mtu ambaye anaweza kufanyaje akamwambia kitu. Lakini sheria haiko hivyo Moses. Unaelewa? Naelewa. Sasa labda nikuahidi kitu. Hilo nitalifuatilia bega kwa bega na nitaelewa kwamba ni wapi waliohusika kwa ajili ya kufanya hizo janja hadi kufika sehemu akamnyang'anya au akamtoa uhai mzee wako. Unaelewa? Tashukuru sana. Kwa hiyo mimi nitafanya kila linalowezekana. Nitafuatilia tu. As long as amefanya kwa ajili ya kukunyongonyeza wewe, mimi nitadili naye. Trust me bro. Tashukuru sana. Trust me bro. Mbona uko sawa? Shida nini? Nisikilize wewe mwanamke. Kusanya kila kilicho cha kwako. Ondoka huko ndani. Mbona gavu? Nakwambiaje? Naongea Kiswahili kilichonyoka kabisa. Sijatumia kibantu hata kimoja. Unanielewa? Chukua kila kilicho cha kwako, ondoka huko ndani. Mwanamke gani wewe usiokuwa na aibu wewe? Kwani kuna shida gani? Yaani mwanamke gani usiokuwa na haya? Yaani wewe kudiriki kutembea na rafiki yangu mimi? Like serious? Lakini wewe ndio unaniambia. Mimi niliongea yale kwa sababu nilikuwa na situation ngumu. Lakini pia source ya ile situation ulikuwa ni wewe. Sijui kama unanielewa. Chukua kila kitu kilichokuwepo chako, ondoka huko ndani. Sio kunifukuza mimi nitaenda wapi? Sitaki kujua utakapoenda, una kwenu. Nenda kwenu. Basi nisamehe. Nisikilize. Sitaki rudia maneno. Please naomba uchukue kila kitu kilicho cha kwako. Ondoka huko ndani. Naona kama unielewi. Nakwambiaje? Nyenyuka, ondoke kwenu. Toka huko ndani. Kumbe unielewi eh? Lakini nisamehe. Ondoka. Toka hapa, sikutaki wewe mwanamke, ondoka. Ondoka. Nakwambiaje wewe? Sikutaki kabisa hapa nyumbani kwetu. Wewe. Niondoka hapa nitaenda. Siwezi entertain upumbavu kama huo. Nakwambiaje? Safiri. Nakwambiaje siwezi kuentertain upumbavu kama huo. Sasa nakwambiaje? Natoka. Nikirudi nikukute hapa na kuua wewe pamoja na hicho kiumbe chako. Niachie. Hai kuwa riziki. Wenda sio ya kuridhiki. Group of Mars on the mixing. We Tommy. Oa mwanangu msafiri. Oya, mimi sio mwanao. Sina mwana snitch kama wewe. Unaelewa? Wanangu wote mimi nawajua, sina mwana snitch kama wewe. Vipi tena ndugu yangu? Mbona tufanyia hivyo lakini? Nimekukosea nini mimi? Oya, kuna kitu ambacho ukijui wewe. Ujui ujinga uliofanya Tommy. Wewe ni mwanangu na niko najua ni mwanangu wa faida toka zamani. Unawezaje mwana kutembea na shemeji yako mwanangu? Lakini kakaangu si ndo nitafuta kaniambia vitu kama hivyo. Mwanangu gani unaweza kuhusika mwanangu? Umeharibu familia yangu kwa sababu ya ujinga wako bro. Mzee Milioni nimeharibu familia yako wewe. Kwani ujui? Mzee Milioni nimeharibu familia yako. Kwani ujui? Nimekosea nini mwanangu? Lati kama ungekuwa mwanangu kweli usingekubali kufanya ujinga kama huo. Kati yangu mimi na leo kuja kumtafuta mwenzake akamwambia kila kitu ndani. Oya, mimi nikutafuta si ndio? Hata kama nikutafuta utaki ujue wewe ni shemeji yako, utaki kutembea naye. Unaelewa? Wewe ni ndugu yangu kaka. Unafanya ujinga kama huo. Kosa yangu mimi ni kukusaidia wewe, si ndio? Unaona huu ni msaada huo? Unaona msaada huo bro? Ni msaada umetengenezea bomu. Haya sasa hizi mwanangu familia yangu ina mashaka mzee kwa sababu yako. Wale mfuata mwenzake nani sasa? Oya, unaiona hii sura mzee? Unaiona hii sura? Kuanzia leo niangalie vizuri mzee. Popote tukikutana ama zangu ama zako mzee. Sasa wako zangu mimi. Ama zangu ama zako, unanielewa? Ama zangu. Oya, wafu kuanzia leo wewe sio mwanangu. Oya mwanangu wewe. Oya kisa mwanamke unanikataa leo. Nitakufanya kitu kibaya mwanangu. Oya, nitakufanya kitu kibaya.
Sasa Chopole, kikweli mimi nimepita hapa na jambo. Unajua hapo kwa nyuma kidogo kuna mambo yalikuwa hayako sawa kati yangu mimi na wewe. Umekuwa ukionyesha jinsi gani unanipenda, lakini nimekuwa kama sielewi kabisa kuhusiana na kile unachokionyesha kwangu. Binafsi nimegundua nilikuwa nakukosea sana Chopole. Hivyo nikaona itakuwa vizuri, maana sio sawa mtu kumkosea alafu kakaa kimya hivyo. Mungu nisamehe sana Chopole. Sawa Moses, nimekuelewa. Usiwaze kuhusu hilo jambo. Kama binadamu huwa anafanya makosa, baadaye anarudi yeye mwenyewe. Asante Chopole. Sawa Moses. Lakini pia na jambo lingine Chopole. Kikweli tu niseme, baada ya kukaa na kufikiria zaidi, na nimegundua kabisa kwamba wewe ndo mwanamke ambaye ni style yangu, ni size yangu, ni mwanamke ambaye najua kabisa nikiwa na wewe tunaweza tukafanya kitu kikaonekana. Hivyo naomba nipate nafasi tena kama vile ulivyokuwa unanipa nafasi mwanzo. Ingawaje nimekuja kwa kuchelewa, lakini nimegundua kwa bado sijajitambua vizuri. Hivyo naomba nipate nafasi tena Chopole. Sawa Moses, nimekuelewa. Umeona thamani yangu kwako. Ni sawa. Kweli. Mimi nakupenda pia. Bado nakupenda kama zamani. Unaona kanavyoongea sasa. Chopole, wewe ni kalembo unajua. Asante. Mimi nashukuru sana Chao kwa kunikubalia, kwa kunipokea. Lakini kikubwa ni kwamba nahitaji sasa niwe mwanaume bora kwako. Nataka nisafishe yote yale ambayo nimekufanyia mwanzo. Kweli. Kweli kabisa. Kweli tena sikudanganya. Uko na upendo fani designer, upendo wako kina tena kinala. Mimi nimeridhika na wewe tu, si unajua. Hello, Moses. Habari yako ndugu yangu? Salama. Sasa kuna taarifa hapa nimeipokea kutoka kwa miongoni mwa maspai wangu kwamba wale watu waliohusika na kifo cha mzee wako kwamba wana mpango wa kukimbia. Bana, watu wanachokifanya yani ni kama mbio za sakafuni, hazifiki popote, kwa sababu serikali huwezi ukaikimbia. Kwa sababu serikali, mtu anaweza akafanya tukio hapa Tanzania akakamatiwa kwa Madiba au gaibuni huko nchi jirani sembuse na hapa Tanzania. Hawana uwezo kukimbia. Lazima adhabu inayostahili wataipata. Haya basi, sawa ndugu yangu. Nilikuwa nataka tu nikupe taarifa kuhusiana na hiyo issue. Basi uwe na wakati mwema. Haya, nitakuwa nakupa mrejesho, nitakupa feedback. Haya. Yaani kuna watu ni wajinga. Yaani unakimbia serikali. Serikali kila sehemu ipo, na ikimbiaje yani? Watu akili hawana kabisa. Mama hili. Muda jamani. Mpaka sasa hivi bado mnajivuta kweli? Changamkeni bwana, muda unazidi kuondoka. Changamkeni. Twendeni bwana huyo. Vitu hivyo kiasi. Ongeza livute kuelekea kule. Aileen, nenda kafungue gate kule. Changamka.
Mama. Mama, mbona leo unaonekana ni mtu mwenye huzuni sana? Una shida gani mamangu? Kweli mwanangu, nina mawazo. Nilikuwa nakufikiria wewe. Nikikumbuka kipindi cha nyuma tulivyokuwa tunaishi mimi na wewe. Tulikuwa tunaishi vizuri sana. Kwa tunashauriana, tunachekeana mama na mtoto. Yaani tulikuwa tunaishi maisha mazuri sana. Lakini tangu mlete huyu mwanamke hapa nyumbani, tumekuwa maadui sasa. Ni kweli mama wangu. Najua mimi ndo sababu au chanzo ya yote haya yanayotokea hapa nyumbani. Nimekuwa chanzo ya wewe kukosa amani na furaha pia. Unakosa tabasamu kwa sababu ya mwanao uliomzaa mwenyewe. Lakini mama, dhamira yangu haikuwa kukuletea wewe simanzi nyumbani. Nilijua kabisa nikishakuletea mkamwana najua atakusaidia baadhi ya majukumu ya hapa nyumbani. Na kuna baadhi ya kazi utapumzika mama yangu. Lakini imekuwa tofauti na nilivyokuwa nimetarajia mimi. Mama yangu, naomba unisamehe sana. Yote haya najua mimi ndio mwenye makosa. Nafsi yangu kuna muda inanisuta mama yangu. Nisamehe mama yangu. Usijali mwanangu. Nimeshakusamehe. Najua haya yote yalitokea kwa sababu ya madhaifu yako. Ipo siku Mwenyezi Mungu atakubariki na utapata mke mwema na utakuwa na furaha. Mamangu, umenisamehe? Nimeshakusamehe mwanangu. Kweli? Kwa sababu yote haya yalikuwa yanatokea kwa sababu ya kuficha madhaifu yako. Unajua nini mama? Hivi karibuni siku 2-3 hapa mbele. Ndio. Na natarajia kuwa na safari. Ndio. Nataka nirudi mkoani angalau nikatafute mazingira ya kupata kazi. Sawa. So unajua saizi hapa sina chochote ninachokifanya kwa ajili ya kuingiza kipato. Na nikiendelea kuwepo hapa nyumbani mama yangu, itafika sehemu utakosa hata hela ya chumvi na utakosa mtu kukusaidia. Jambo jema kabisa. Ndio. Kama unafikiria hivyo. Sasa mama, nisipofikiria mimi atafikiria nani mama yangu? Lakini kingine na natarajia kuongozana na yule rafiki yangu Moses. Sio, unamkumbuka? Yule rafiki yako yule. Yule. Sawa. Nimemkumbuka. Alafu yule rafiki yako yuko vizuri sana. Ni mtoto, yani sijui ametokea kwenye familia gani, yani amefunzwa. Yani mnafanana tabia. Yani watoto kama mapacha bana. Sijui umejuaje mamangu. Unajua mtaani pia wanatuita mapacha. Eti kabisa mamangu, hujakosea kusema hivyo. Yani hata majirani walikuwa wananiuliza, hivi na huyu ni kijana wako? Nikasema ndio. Ni huyo sasa mamangu. Jamani wanangu, mimi nawaombea baraka. Amina. Muende mkafanye kazi. Ndio. Mwenyezi Mungu awashike mikono, awainue pia mpate mafanikio. Amina mamangu. Sawa mwanangu. Haya mama, mimi natoka kidogo saizi. Sawa. Kuna sehemu naenda ila nitarudi baadaye. Naomba sasa nisitarajii kukuona ukiwa una huzuni tena. Sitarajii kukuona ukiwa mtu mwenye mawazo. Mamangu, usijali. Siwezi kuwa na huzuni kama naona tabasamu yako. Changamka mama. Jembe lako nipo mama. Jembe langu hilo. Haya baadaye mama. Haya. Mimi naona niishie hapa nirudi nyumbani. Sawa. Kikubwa tu nakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu mwanangu. Amina. Ukafanikiwe. Ndio. Pia uishi maisha marefu. Amina mamangu. Ya hilo wala usijali, mimi napokea dua zako mamangu. Sawa mwanangu. Haya. Rafiki yako. Rafiki yangu Moses. Moses mwanangu. Ufike salama mwanangu. Asante mama, asante. Nawatakia maisha mema. Asante mama. Nashukuru sana wanangu. Lakini mama pia mimi nikuahidi kitu. Saizi napoenda kule mjini kufanya kazi na mimi Mwenyezi Mungu atanyosha mikono yake
atatufanyia wepesi, nitapata kazi na nitafanya kazi. Ndiyo. Sasa nikirudi ule muda narudi, mamangu utakuletea mkamwana huyo, na mimi utakuja kujuta tena kwenye maisha. Kama alivyokuambia nitarudi, sawa? Na usitoke kunisubiria. Sawa sawa, pole. Sawa Moses. Tabaki na mama. Kwa unapata shida, tutawasiliana kupitia mama, si ndio? Sawa Moses, ila nitakukumbuka sana kipenzi changu. Hata mimi. Sasa mama, si tunaenda. Sasa tutakuacha na huyu cha upole. Tutakuwa naye pale nyumbani, hakikisha unamwangalia kwa naye makini sana. Tunajua bado ni mabinti. Kwa hiyo msijali kabisa. Basi sawa. Unaona yuko vizuri. Kweli nataka kusema, ila nani atasikia maumivu yangu, atafuta machozi yangu. Ola, yeah. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza.